Kwa habari moto za michezo na burudani za kitaifa na kimataifa, tizama Mapya Uvira. Kufanya collaboration na kimataifa inakuomba msanii kwanza kabisa kimitandao yako uwe fresh. Katika nyimbo msanii ambaye Misagave alisha kuifanya na zikawa kubwa sana zaidi, moja kwanza ni Paradiso. Paradiso ni moja kati ya nyimbo ambayo alifanya ikawa kubwa. Kwa saizi ukitizama iko na 75,000 personnes ambao wanaitazama. Watu 175,000 ambao wanaishaitazama hii nyimbo. Kwanza msanii Misagave alisha kufanya toka maisha yake mazima hajawahi kufanya nyimbo kama hii kubwa. Paradiso. Ya pili inafuata ni Goigoi ambayo alifanya miaka miwili iliyopita pamoja na Ichibaba. Ina watazamaji 149,000 personnes ambao washaitazama. Ndio kazi kubwa toka msanii Misagave anaanza kufanya kazi kubwa. Sasa kitu ambacho mimi nahofia sana zaidi kwa Misagave ni kusema kwamba Misagave kama ataendelea kufanya viewers kama hizi hapa itakuwa ni vizuri zaidi, lakini kama ataendelea kufanya kama vile kuna nyimbo zingine kufanya Mamane iko na 38,000 personnes ambao wanaitazama, ni viewers ni watazamaji wadogo sana. Sababu msanii Misagave ni mmoja kati ya wasanii wakubwa, na kama vile mashabiki wa Misagave wanahitaji kazi moja kubwa sana kutoka Misagave, ambayo kazi hizo ni kazi international. Ameshafanya international moja tu pamoja na Ichibaba ambayo ilikuwa ni ya zamani sana, miaka miwili ambayo imepita Ichibaba. Misagave tunataka kumuona katika kazi ambayo international, kazi ambazo za kimataifa, ambazo tuone featuring na wasanii wa nje, wa Tanzania, wa Burundi. Na hapo ndipo ambapo Misagave na team management yake inakwama. Msanii kama vile Misagave ni mmoja kati ya wasanii wakubwa sana Uvira, ambao Uvira inajivunia kuwa na Misagave. East inajivunia kuwa na Misagave. Kivu nzima inajivunia kuwa na msanii Misagave. Sasa management yake ambapo wana deni kubwa sana, ambapo tunapata kumuona msanii Misagave. Kazi ambayo ilikuwa ni kubwa sana ambayo msanii Misagave alifanya kimataifa tuweze kumuona, ilikuwa ni moja kati ya ngoma kubwa, Fimbo yao Fimbo yao nalia kama bubu. Ameachia kazi pamoja na Misablu ambaye ni msanii Misagave, na kazi hiyo ni moja kati ya kazi kubwa ambayo alifanya, ingapo wengi walisema kwamba labda Misagave alikuwa anatemeka na nini hivyo, lakini iko ni moja kazi kubwa. Miaka 4 ukitazama katika YouTube yake na watazamaji karibia 22,000 tu. Kazi kubwa ni moja kali alifanya, ilikuwa ni Paradiso, watazamaji 175,000, sasa 75,000. Na kazi ya pili ambayo alifanya ni Goigoi ambayo alifanya pamoja na Ichibaba miaka miwili ambayo ilipita. Ina maana kwamba huyu mwaka 2026 bado msanii Misagave hajafanya nyiti kubwa sana zaidi. Amejaribu kufanya Mane moja kati ya ilikuwa ni moja kati ya kazi nzuri. Mane ni kaja kibao ambayo nasema inaweza kumpeleka international, lakini alikuja na nyimbo zake zingine hizi hapa ambazo nimeona nyimbo kama nani, ni moja kati ya nyimbo ambazo sijui nakupenda ambazo zikufurahisha kabisa. Katika hadhi ya msanii Misagave hawezi kuimba nyimbo kama ile pale. The way nilikuwa napenda kuonyesha tu Misagave kwamba ni tegemeo la Uvira na watu wanamtegemea, mashabiki na mashabiki wengi sana Misagave, na inabidi focus na hit, inabidi focus katika kuandika hit song. Misagave sio kuandika nyimbo za kitoto, hapana. Misagave ni yeye kufikiria kila nyimbo atakayotoa iwe ni hit. Congratulations Mane ilikuwa ni moja kati ya nzuri sana. Paradiso ni moja kati ya nyimbo nzuri sana. Bongo yako ilikuwa ni moja kati ya hit kubwa sana zaidi ambayo Misagave aliweza kuifanya, na ikawa ime-hit same zote. Amekuja na nyimbo mpya ambao saizi ina siku 3. Saizi na watazamaji 14,000 personnes ambao shaitizama. Itakuwa kama vile hii hapa? Itakuwa kama vile zile zingine? Tunataka kumuona Misagave siku moja inaweza 1 million, au katika wasanii ambao wanakila Kivu. Inatomba nini kuficha 1 million? Milioni moja inamwomba nini Misagave na timu yake nzima? Kitu cha pili tunamwomba Misagave aweze kutoa collaboration na kimataifa. Nimeona watu wakubwa kama vile PSK ni moja kati ya promoter wakubwa sana, wameweza kumpongeza Misagave kutokana na kazi yake ambayo ameweza kuifanya. Hii kazi ni kati ya kazi moja kubwa sana ameweza kuifanya, ambayo inaitwa Charge. The way amempongeza, ameonyesha kwamba tayari ngoma ni nzuri sana zaidi. Nimeona hata wasanii kinajua Flex, wasanii baadhi kutokea nchi za nje Ulaya huko wameweza kumpongeza, lakini tujiulize kwamba
Moja kati ya PSK ni mtu ambaye anapeleka wasanii kutokea nje. Kina P Square, kina Diamond Platnumz, kina Mbosso, kina nani. Je, anaweza kuuza hata sema uwezo kusema kama mfanyie collaboration na Msagavi? Au msanii hapo nyumbani kama kubwa sana zaidi uone hata mmoja afanye hata collaboration ya kimataifa? Kama itakuwa ni management inakosa, kwa nini wasimombe nafasi ile pale? Kama inafikia kati mtu mzima promoter kama vile PSK anaweza kupromote kazi, anafikia anapongeza kazi ambayo ni ya msanii Msagavi kusema kwamba ni kazi nzuri ya mashine mazuri, iweje shindwe kumsaidia kusupport nyumbani? Japokuwa ndio ni mtu ambaye ana roho nzuri ya kusupport wasanii kama tulivyoona siku za nyuma aliweza kupata award. Lakini Msagavi, mimi nadhani kwamba Msagavi akiongeza sana zaidi ni mmoja kati ya wafanyao ambao wanaweza kutoa haya. Na mimi kwanza napongeza sana kazi ya Charge, ni ngoma nzuri sana, imepongezewa na watu wengi sana zaidi. Ni Charge ni nyimbo nzuri sana, nimesikia mitaani watu wanasema, wanabonga wanasema kwamba ni nyimbo nzuri, congratulations. Baadhi yao huwezi kupendwa na wote bro. Sisi tunasema kama ni nzuri tunasema, kama ni mbovu tunasema. Msagavi ni mtu kufanya kazi ya kimataifa. Ni mtu ambao tunategemea tukuone katika international collaboration. Una miaka mingi bro. Miaka 2-3 iliyopita ndio ulifanya na Goigoi. Miaka 4 iliyopita ulifanya na Mr Blue. Fimbo yao. Watu wanasema tunaki kimataifa bro. Unakwamia wapi bro? Ili msanii tukupende, ili wasanii mashabiki wakupende zaidi, uendelee katika entertainment, uendelee kuishi katika muziki, inabidi ufanye collaboration internationals, collab za kimataifa. Na kama hakuna collaboration ya kimataifa, inamaanisha kwamba sidhani kwamba tutaenda kimataifa. Kitu kingine ambacho msanii Msagavi unashindwa brother, umeachia siku 3 ngoma. Siku 3 imeachia ngoma, ina watazamaji 14,000. Brother, promotion yako iko chini sana, iko down sana. Kwa nini unashindwa kufanya kipindi? Kweli kabisa. Kwa nini ushindwe kufanya kipindi? Sija kusikia kwenye radio, sija kusikia wapi. Brother, unafeli wapi? Hichi kitu tutaendelea kuzungumza wasanii wetu, kama mtakuwa mnafeli sana katika mambo ya promotion. Sisi tutaendelea kuzungumza, tutaka kimya. Afadhali muendelee kutulaumu, lakini tunawaambia kuhusiana promotion. Nimekuzoea sana siku hizi mnafanya press conference katika kazi zako ambazo kutoa. Congratulations sana bro. Ni wewe mmoja kati ya wasanii ambao unafanya vizuri zaidi katika masuala ya promotion, lakini sasa unafeli brother. Una ngoma 3 ufanye promotion yoyote ile bro. Yaani nitakucompare na Mairo. Professor Mairo ni mvivu katika wavivu wote. Katika wasanii wavivu ni Professor Mairo. Usi katika hali ya Professor Mairo. Professor Mairo amerizika. Wasanii msikubali kurizika. Msikubali kurizika. Pambaneni fanye kitu kikubwa ili kesho tukutwa tuje kusema kama ndio msanii, tuna msanii ambaye tunamtegemea katika industry ya muziki. Bro, umiza kichwa. Mashabiki wanapenda kitu kizuri zaidi. Congratulations. Naweza kusema hongera sana, congratulations. Umefanya kazi nzuri sana katika Charge. Charge ni ngoma nzuri, ni maudhui mazuri. Ina message nzuri sana zaidi ambao kila baba, mama wanaweza kaitizama, kina shangazi na watoto mbele wanaweza kaitizama. Tuko pamoja sana. Kama ni Sila Kashindi. Asante. Apya Uvira, kiboko yao.